Je, dunia inaweza kuwa inaingia katika enzi mpya kabisa ya kisiasa ya kimataifa? Huko Washington, makamu wa rais wa Marekani JD Vance anasema Marekani sasa ina fursa ya nukuu, kuanzisha upya uhusiano, mwisho wa nukuu, na Iran baada ya miongo kadhaa ya uhasama na migogoro. Wakati huo huo, huko Beijing, rais wa China Xi Jinping na rais wa Urusi Vladimir Putin walikutana ana kwa ana, wakidumisha kile viongozi wote wawili wanachokiita ushirikiano wa kimkakati katika nukuu, kiwango cha juu ambacho hakijawahi kutokea, mwisho wa nukuu. Hadithi moja inahusu kuzuia vita vingine vya Mashariki ya Kati. Nyingine ni kuhusu kuibuka kwa muungano wa kimataifa unaopinga ushawishi wa Magharibi. Na kwa pamoja, maendeleo haya yanaweza kufichua jinsi uwiano wa nguvu za dunia unavyobadilika hivi sasa. Huyu ni Kevin. Katika moja ya ishara kali zaidi za kidiplomasia kutoka Washington katika miezi ya hivi karibuni, makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema kwamba mzozo na Irani hauhitaji kuwa mgogoro mwingine usio na mwisho katika Mashariki ya Kati. Akizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari ikulu ya White House, Vance alitangaza nukuu, haya sio mapigano ya milele, mwisho wa kunukuu, huku akisisitiza kwamba Marekani bado inaamini diplomasia inawezekana. Vance pia alitoa tamko jingine kubwa akisema mazungumzo yanayoendelea sasa yanatoa fursa ya nukuu, kuweka upya uhusiano uliokuwepo kati ya Iran na Marekani kwa miaka 47, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo ina umuhimu wa kihistoria kwa sababu uhusiano kati ya Washington na Teheran umesalia kuwa wa uhasama tangu mapinduzi ya Iran ya mwaka 1979 na tukio la mateka katika ubalozi wa Marekani. Kwa miongo kadhaa, mvutano kati ya nchi hizo mbili umejumulisha vikwazo vya kiuchumi, migogoro kuhusu nyuklia, mapigano ya kijeshi, vita vya kwa njia ya mawakala, mashambulizi ya mtandaoni na vitisho vya mara kwa mara vya kuzidisha hali. Uhasama huo uliongezeka zaidi baada ya Marekani kujiondoa kwenye makubaliano ya nyuklia na Irani mwaka 2018. Tangu wakati huo, Irani iliongeza kasi ya urutubishaji wa uranium, huku Marekani ikiongeza vikwazo na shinikizo la kijeshi katika eneo la Ghuba. Hata hivyo, sasa inaonekana kwamba Washington inajaribu kuona kama diplomasia bado inaweza kuzuia kuzuka kwa mgogoro mwingine mkubwa wa kikanda. Kwa mujibu wa ripoti, mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yanaendelea kupitia wapatanishi wakiwemo Qatar, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Pakistan. Inasemekana kwamba wajadiliano wanazungumzia mipaka ya shughuli za nyuklia za Iran, unafuu wa vikwazo, mali za kifedha za Iran zilizogandishwa na dhamana za usalama wa kikanda zinazohusiana na njia za usafirishaji mafuta katika Ghuba. Mlango bahari wa Hormuz unabaki kuwa kiini cha mazungumzo haya kwa sababu karibu 20% ya mafuta yote duniani hupitia eneo hilo kila siku. Hii inamaanisha kuwa mzozo wowote wa kijeshi unaomhusisha Iran unaweza kuvuruga mara moja masoko ya nishati duniani na biashara ya kimataifa. Vance alionya kwamba ingawa diplomasia bado inawezekana, Marekani bado iko tayari kikamilifu kwa makabiliano endapo mazungumzo yatavunjika. Alisema kwamba Amerika bado iko nukuu, tayari kwa lolote, mwisho wa nukuu, ikiwa Iran itaendelea kufuatilia uwezo wa silaha za nyuklia. Wakati huo huo, Vance alisisitiza kuwa serikali inafanya mazungumzo kwa nukuu, nia njema, mwisho wa nukuu, na anaamini Irani sasa inakabiliwa na uamuzi mkubwa wa kimkakati. Wachambuzi wanasema Washington inajaribu kuepuka kurudia vita vya muda mrefu vya Iraq na Afghanistan, huku ikizuia Iran kuwa taifa lenye nguvu za kijeshi za nyuklia. Mtaalamu mmoja wa Mashariki ya Kati alielezea hali hii kwa njia hii, akinukuu, Washington inataka shinikizo bila vita vya kudumu, nukuu ya mwisho, lakini vikwazo vingi vinabaki. Viongozi wa Iran wanaendelea kudai dhamana imara zaidi kwamba Marekani haitaacha makubaliano mengine katika siku zijazo. Wakati huo huo, watu wenye msimamo mkali ndani ya nchi zote mbili bado wanatilia shaka sana kuhusu diplomasia. Israeli pia inafuatilia mazungumzo haya kwa karibu kwa sababu viongozi wa Israeli wameonya mara kwa mara kwamba hawatakubali Iran yenye silaha za nyuklia katika hali yoyote ile. Wachambuzi wanaamini kwamba wakati huu wa sasa unaweza kuwa moja ya fursa dhaifu zaidi za kidiplomasia katika miaka ya hivi karibuni. Ikiwa mazungumzo yatafanikiwa, mvutano katika Mashariki ya Kati unaweza kupungua kwa muda.
Lakini ikiwa mazungumzo yatavunjika, hofu ya makabiliano ya moja kwa moja yanayohusisha Marekani, Irani, Israeli na mataifa ya Ghuba inaweza kurejea haraka. Huko Beijing, Rais wa China Xi Jinping alimkaribisha Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa mazungumzo ya ngazi ya juu ambayo huenda yakaunda mustakabali wa siasa za nguvu duniani. Mkutano huo ulivutia umakini wa dunia nzima kwa sababu ulifanyika wakati wa kuongezeka kwa mvutano kati ya China, Urusi na mataifa ya Magharibi yanayoongozwa na Marekani. Wakati wa mkutano huo wa kilele, Xi na Putin waliongeza muda wa mkataba urafiki wa muda mrefu uliosainiwa awali mwaka 2001, huku wakithibitisha tena kile viongozi hao wote wawili walichokiita ushirikiano wa kimkakati katika nukuu, kiwango cha juu ambacho hakijawahi kutokea, mwisho wa nukuu. Alama ya mkutano huo ilikuwa na nguvu kubwa. Sherehe za kijeshi, mapokezi rasmi, taarifa za pamoja na picha zilizopangwa kwa uangalifu, vyote vilituma ujumbe wazi: China na Urusi zinakusudia kuimarisha ushirikiano licha ya shinikizo la Magharibi. Putin alisifu uhusiano kati ya Moscow na Beijing, akisema ushirikiano huo ni moja ya nguvu kuu za utulivu duniani. Xi Jinping pia alisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa, huku akikosoa kile ambacho China inakiita shinikizo na kuingilia mambo ya dunia upande mmoja. Nyuma ya lugha ya kidiplomasia, wachambuzi wanaamini mkutano huo unaakisi jambo kubwa zaidi, yaani kuibuka kwa dunia yenye nguvu nyingi zaidi. Wakati huo huo, Beijing inaendelea kuwa makini isionekane inahusika moja kwa moja na operesheni za kijeshi za Urusi nchini Ukraine. Mkakati huo wa kusawazisha unairuhusu China kuimarisha uhusiano na Moscow huku ikilinda maslahi yake ya kiuchumi duniani. Inaripotiwa kwamba viongozi hao wawili walijadili ushirikiano wa nishati, akili bandia, uratibu wa kijeshi, upanuzi wa biashara, usalama wa mtandao na masuala ya usalama wa kimataifa yanayohusisha Ukraine na Mashariki ya Kati. Wachambuzi wanasema kwamba serikali zote mbili zinazidi kuungana katika kuungana kile wanachokiona kama utawala uliopitiliza wa Magharibi juu ya taasisi za kimataifa na siasa za kimataifa. Mtaalamu mmoja wa masuala ya kijiografia alielezea muungano huu kwa njia hii, kunukuu, China na Urusi zimeunganishwa si kwa uaminifu, bali zaidi kwa upinzani wao wa pamoja dhidi ya ushawishi wa Marekani, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, wataalamu pia wanaonyesha kwamba uhusiano huu unazidi kuwa usio wa usawa. Uchumi wa China unaendelea kukua kwa kasi, huku Urusi ikikabiliwa na shinikizo kubwa la kifedha na kijeshi kutokana na vita vya Ukraine. Hiyo inamaanisha kwamba Moscow inazidi kutegemea Beijing kiuchumi, kiteknolojia na kidiplomasia. Hata hivyo, viongozi wote wawili wanaonekana kuwa na nia thabiti ya kuonyesha umoja wao kimataifa. Kwa upande wa China, ushirikiano huu unasaidia kuimarisha taswira ya Beijing kama dola kuu inayoinuka duniani, yenye uwezo wa kusawazisha mahusiano na Washington na Moscow. Kwa Urusi, uhusiano huu unasaidia kukabiliana na juhudi za Magharibi za kuitenga, huku ikiendelea kupata fursa za masoko makubwa na ushirikiano wa kimkakati. Upande mmoja, Marekani inajaribu kuzuia kuzuka kwa vita vikubwa vingine Mashariki ya Kati kupitia diplomasia na Iran. Upande mwingine, China na Urusi wanazidi kuimarisha muungano wao wakati ambapo mifumo ya nguvu duniani tayari inabadilika kwa kasi. Kwa pamoja, matukio haya yanaonyesha jambo kubwa zaidi kuliko vichwa viwili vya habari tofauti. Dunia inaingia katika enzi mpya ya kijiografia inayotawaliwa na ushindani wa kimkakati, miungano isiyo imara na mpangilio mpya wa nguvu duniani. Kwa miongo kadhaa baada ya vita baridi, Marekani ilisimama kama dola kuu duniani kisiasa, kijeshi na kiuchumi. Lakini leo muundo huo unabadilika. China inaongeza ushawishi wake kupitia biashara, teknolojia, ushirikiano wa nishati na diplomasia. Urusi, licha ya shinikizo la kiuchumi na vita vya Ukraine, inaendelea kujipanga kama mzani wa kimkakati dhidi ya Magharibi. Na nchi kama Iran zinazidi kuwa sehemu ya mchezo mkubwa wa kusawazisha nguvu za kijiografia kati ya Mashariki na Magharibi. Mchambuzi mmoja wa masuala ya kijiografia alieleza hivi, nukuu, dunia inatoka kwenye mfumo wa nguvu moja kuelekea ushindani wa nguvu nyingi, mwisho wa nukuu. Hii inamaanisha kuwa mataifa makubwa kadhaa sasa yanashindana kwa wakati mmoja katika ushawishi wa kijeshi, biashara, diplomasia, teknolojia, usalama wa mtandao na masoko ya nishati.
Na kadri ushindani wa kimataifa unavyozidi kukua, maamuzi yanayofanywa leo huko Washington, Tehran, Beijing na Moscow yanaweza kuamua utulivu wa kimataifa kwa miongo ijayo. Asante kwa kutazama Global Lens. Kama umeona ripoti hii ina taarifa muhimu, jisajili na washa arifa ili upate habari zaidi za kimataifa, uchambuzi wa kijiografia na taarifa za dunia kutoka pande zote. Endelea kupata taarifa, endelea kushiriki na tutakuona kwenye ripoti inayofuata.